is not feelings, is a choice. Upendo sio hisia, upendo ni uchaguzi. Ndio maana Mungu ambaye ametupenda sisi, si kwamba alikuwa na hisia kama za kwetu za kibinadamu. Yeye alitupenda sisi kama tulivyo. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Ukitaka kuingia na mtu kwenye mahusiano yako ya kudumu, aidha ni mchumba wako, mwanzo uchumba au ndoa, amua kumchagua na sio kwa hisia. Hisia zako zisibebe nguvu sana ya maamuzi yako ya mahusiano kuliko maamuzi yako. Hisia zako zisibebe sana nguvu ya maamuzi yako. Ngoja nikwambie kitu cha msingi sana. Kuna watu ukiwaangalia sometime hawaonekani kwenye zile type ambazo unazitaka. Lakini ukimwangalia wewe mwenyewe hata tabia zake, omba yake, unasema kabisa huyu ndio mwanamke ambaye namtaka. Hichi ndio aina ya mwanamke. Lakini ukimwangalia Yesu mweupe kama wale watu ambao unataka wewe wawe weupe, wewe wazuri, wanamna fulani, au ana elimu kama yale zile watu wengine ambazo wako nazo. Maamuzi ndio wanafanya watu wengi wafanikiwe kuliko hisia. Kwa inawezekana kuna mtu ukimwangalia unaona kama afanani na zile type zako, ana shape vile, ana elimu kivile, lakini ukimwangalia unasema that is my woman of the destiny. Huyu ndio mwanaume wa hatima yangu. Sikiza, ambatana na huyo mtu, kwa sababu huyo mtu utafika naye mbali na utafika naye kwenye hatima. Nisikilize, kukataliwa sio njia au sio ishara ya kwamba wewe ufai. Hapana. Mahusiano ni choice, love is choice. Unaweza ukachaguliwa na huyu, ukataliwa na huyu, ni kawaida. Usikubali kujirudisha nyuma kwa sababu ya mtu fulani amekukataa, mtu fulani amekurudisha nyuma. Endelea mbele kwa sababu iko hatima mbele yako. Kuna watu lazima ukatae leo kwa sababu ya aina ya hatima ulionayo kubwa, hawataweza kuibeba ile hatima. Nisikize kijana, ninakwambia, kuna watu wanaweza kukataa wakasema hatuko tayari kuolewa na wewe. Kuna vijana wanaweza kukataa wakasema binti hatukutaki. Ni kweli kabisa, walianza na wewe mahusiano, baadaye wakasema hapana, sikutaki tena. Ngoja nikwambie kitu, love is choice. Upendo ni uchaguzi. Ndio maana Mungu alichagua sisi, aitupenda yeye mwenyewe. Kwa hiyo usiumie wala usikate tamaa wala usivunje hatima yako kwa sababu ya watu waliokataa. Aliokataa mwacha aende, wewe endelea mbele kwa sababu iko hatima mbele imejengwa kwa ajili yako. Na kutamkia katika jina la Yesu Kristo, asitokee mtu yeyote wa kuua hatima yako na maono yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nasikia kukuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, niko mahali hapa, ninaomba kwa ajili ya kila mtu ambaye yuko na mipango ya kibiashara juu yake. Ninamwombea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nguvu ya kiuchumi ingie ndani ya maisha yake. Hatua mpya zikatokee katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Natamka milango ya kiuchumi ifunguke. Natamka uwezesho wa kimungu utokee juu ya maisha yake katika jina la Yesu. Iwe ni biashara ya vyakula, iwe ni biashara ya mavazi, na itamkia katika jina la Yesu Kristo ikapate kibali kuanzia sasa. Milango yako ya kibiashara ikafunguke kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kila aina ya uchawi, uganga ambao umefanyika katikati ya biashara yako, natamka katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kila uchawi uliofanyika ukaharibike kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie kula matunda ya jasho lako in Jesus mighty name. Amen.